Ibn Taymiyyah alikuwa akiona mbali, asema akthar ma yufsidu dunya, vitu mara nyingi wenye kuleta ufisadi katika dunia, nisfu mutakallim, ni nusu ya mutakallim. Akusudia mutakallim aloisoma ilmu tauhidi nusu. Mtu amesoma kidogo ataka kutoa fatwa za tauhidi, Mungu uko kadhaa, Mungu uko kadhaa, Mungu uko kadhaa, huyo ataleta matatizo. Nisfu mutakallim, nisfu mutakallim, huyo ataleta matatizo. Na kweli watu namna hiyo heta matatizo. Hakuna maraji kafia aloyasoma na akaelewa. Amesoma kutayibat, sandwich zile zidude zidogo zidogo, ataka kutoa fatwa na atoa fatwa. Nisfu mutakallim. Ibn Taymiyyah asema ndio wa kwanza katika wenye kuharibu dunia. Tauhidi kidogo, kusoma nusu, fatwa tayari. Wa nisfu mutafaqihin, na mwenye kusoma fiqhi nusu kidogo. Soma kijitabu chake, ikiwa ni risala, ikiwa ni duraru, ikiwa ni muqarrarati zile za Sudani, za Libya, za Saudia, za wapi, muqarrarati kidogo amesoma. Si lazima ni risala na safina, lakini amesoma fiqhi kidogo, huyo naye ni mwingine wa kuleta matatizo. Wa nisfu mutatabbibin, na daktari nusu, amekwenda kusomea kidogo, amefunga hospitali yake, na mashallah zimejaa hospitali siku hizi. Ingelikuwa kula daktari huendewa, kuna haja gani watu kwenda India na hospitali imejaa? Lakini kuna mwingine hataki kwambia bure, hukubali yeye kutibu, sababu yeye si daktari. Yule amekwenda kusomea kufunga vidonda, ufanye watu operation, takhasusi yake ni kufunga watu vidonda. Leo uko tayari kufanya watu operation, utakubali mwili wako au tie kijembe? Na wako watu namna hiyo, nisfu mutatabbib. Sasa jamani, kama tuna hadhari na madaktari nusu nusu, mbona hatuina hadhari na ama shekhe nusu nusu? Wa nisfu nahawiyin, na msomi wa nahau kidogo, amesoma nahau yake robo kilo, msikilize mimbarini hapo. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah atuambia nisfu mutakallimin wa nisfu mutafaqihin wa nisfu mutatabbibin wa nisfu nahawiyin. Hadha, huyu wa kwanza yufsidu al-adyana, huharibu dini. Huyu wa kwanza nisfu mutakallim, ataiharibu dini tu. Na huyu wa pili yufsidu al-buldana, ataharibu miji, atakwenda kutoa fatwa za kuoana za tahara, kumbe hakuna fatwa zile. Nisfu mutafaqi, na yeye kazi yake ni kuharibu miji. Wa hadha, na huyu wa tatu yufsidu al-abdana, ni nani? Nisfu mutatabbib, daktari nusu, somea kidogo tayari amefunga hospitali yake, naye yufsidu al-abdana. Ukiwa taka mwili wako uharibike, nenda kwa daktari hoyo, bas atakutia kilema cha maisha wewe. Wa hadha yufsidu lisana, na huyu na haunusu, haribu ndimi. Fa'ili akawa ni mafuul, mafuul akawa ni majrur, hakuna vipimo tena. Maneno haya yaonyesha kwamba kuna watu saa nyingine ile elimu nusu, kusoma kidogo, ndio mara nyingi huleta matatizo. Na hili ni kweli, huleta matatizo. Na saa nyingine ukikaa ukiangalia, utaona matatizo mengine, chuki nyingine, kutukanana kwingine kumesababishwa ni uchache wa elimu tu. Na sisi mushkili tulionao ni kwamba kula mwenye kupanda mimbarini ni shekhe. Sisi hatuna vipimo vya wanaozuoni. Sisi kipimo chetu kula ukiwa mkali zaidi, msikia shekhe ule, wale ndio waliobarikiwa, Allahumma ja'alna minhum, kwa kuwa alikuwa kitu na mato. Ndio kipimo chako hicho cha elimu? Hayendi namna hiyo. Sisi kula mwenye kusimama ni shekhe, kula mwenye kuzungumza ni mufti. Mashekhe wamejaa, almuftuna hawana nafasi tena. Hayendi namna hiyo masaili ya ikhwani. Tuwe na vipimo kuangalia wenye elimu hujulikanwa kivipi. Mtu kuwa ni alim hujulikanwa kinamna gani? Ni kwa mavazi, ni kwa nini? Sasa matatizo saa nyingine huja kwamba kula mwenye kusoma pana mimbarini ni shekhe, na sisi tukambarikia ni shekhe.